Ndugu naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar, ndugu Dimwa, mwenyekiti wa CCM wa mkoa wa Magharibi, viongozi mbalimbali ambao mko meza kuu, ndugu zangu wanachama, wapenzi wa Chama cha Mapinduzi, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kukutana leo katika mkutano wetu huu mfupi na makundi maalum, tukiwa katika wakati wa kampeni katika nchi yetu. Leo nichukue fursa hii kukushukuruni kwa dhati ndugu zangu nyote mliohudhuria hapa kwa wingi ili kuja kuzungumza na kusikiliza sera za Chama cha Mapinduzi kwenye makundi yenu haya maalumu mlioko hapa. Tuliona tukutane na wakulima wa viungo, wakulima wa mboga, wakulima wa mpunga, wajasiriamali, lakini na vijana wa bodaboda. Lengo letu ni kuzungumza nanyi, kueleza sera za Chama cha Mapinduzi juu ya maeneo yenu, lakini vile vile kukutakeni muendelee kukiamini Chama cha Mapinduzi, kutuchagua katika uchaguzi huo unaokuja Oktoba ili tuendelee kukutumikieni. Sasa ndugu zangu, natambua kwamba makundi mliopo hapa, kwa sababu ni makundi tofauti yenye shughuli tofauti, niruhusu niseme kwa uchache kabisa kuhusu kila kundi liloko mbele yetu. Mimi natambua fika kwamba kama kuna changamoto katika nchi yetu ni ajira kwa vijana. Na Chama cha Mapinduzi kimejipanga kutatua tatizo la ajira kwa vijana. Mipango yetu ya utatuzi wa ajira imejikita katika maeneo matatu. Kwanza, kuendelea kutoa ajira mbalimbali serikalini za wataalamu. Tunatambua tutahitaji walimu wengi, tunatambua tutahitaji wafanyakazi wa afya wengi, tutahitaji watu katika sekta mbalimbali. Kwa hivyo serikali itaendelea kutoa ajira ili tuweze kutoa ajira kwa vijana wenye taaluma maalumu kama katika sekta hizo na nyingine ambazo sijazitaja. Eneo la pili ni kushajihisha sekta binafsi kuanzisha viwanda. Kama mnavyotambua, kuna eneo la Dunga pale tumelianzisha kwa ajili ya kuweka viwanda. Nia na madhumuni tupate viwanda vingi viweze kuchukua vijana wengi kuwapa ajira katika maneno hayo. Tutafanya hivyo ili vijana waweze kupata ajira. Lakini eneo la tatu kubwa ni eneo la kuwawezesha vijana kujiajiri. Na hapa leo tuko na vijana hao, vijana waliojiajiri katika upande wa bodaboda, wako vijana waliojiajiri katika kuanzisha mashamba ya viungo, spice farms, wako waliojiajiri katika kulima mboga, wako wanaolima mpunga, wapo wanaouza bidhaa mbalimbali kama wajasiriamali. Na kwa maana hiyo tutaendeleza kundi hili kwa mambo yafuatayo. La kwanza, nadhani mnatambua, nasikika vizuri huko? Nadhani mnatambua ya kwamba serikali imeanzisha wakala wa uwezeshaji wananchi kiuchumi, ZEA. Lengo la wakala ule ni kuhakikisha kwamba tunasaidia wajasiriamali, tunasaidia vikundi vya ushirika katika mambo kadhaa, yakiwemo hayo yafuatayo. Kwanza,
ni kuwapatia mafunzo ya zile kazi wanazozifanya. Pili, kuwapatia mitaji kwa ajili ya kazi zao. Tatu, kuwatafutia masoko ya bidhaa zao. 4, kuwapatia vitendea kazi. Na 5, kuwatafutia mazingira bora ya kufanyia biashara zao. Kwa hivyo ndugu zangu, katika kipindi kijacho cha uongozi, endapo tutaingia madarakani, ni kwamba tutahakikisha ya kwamba maeneo haya tunayapa mkazo. Natambua kabisa kwamba mlio wengi hapa mmejiajiri nyinyi wenyewe, serikali itakusaidieni katika maeneo yenu. Wale ambao watahitaji, kwa mfano wanaolima, wakulima wa mboga mboga na wengine, serikali itatenga maeneo maalumu kwa ajili ya kilimo. Lakini haitokupeni mashamba peke yake, itakupeni pembejeo kwa maana ya vitendea kazi, ikiwemo mifumo ya umwagiliaji maji, ikiwemo mbolea, ikiwemo mbegu bora. Lakini vile vile tutawatafutia masoko ya uhakika, ikiwemo hoteli za kitalii pamoja na masoko tunayoyajenga kila upande katika nchi yetu. Aidha, tatolewa mitaji midogo midogo kwa ajili ya kuendesha biashara zenu. Haya mambo tunayasema tukiwa tunatambua fika kwamba tuna uwezo wa kuyatekeleza. Uchaguzi uliopita tulitoa ahadi kwa wajasiriamali kwamba tutawajengea masoko, tutawapa mitaji, na tumefanya hivyo. Masoko yamejengwa maeneo mbalimbali kama mnavyotambua, Mwanakwerekwe, Jumbi, Chuwini, na sasa hivi linakaribia kukamilika la Mombasa. Tutaendelea kujenga masoko na tutaendelea kutoa mitaji kwa wajasiriamali ili waweze kujikwamua kimaisha. Ndugu zangu, ZAEA itaendelea kutoa vitendea kazi. Natambua bodaboda mpo hapa, wengi mnafanya kazi za watu. Sisi tungependa muwe na ushirika, tukuwezesheni muwe na boda zenu nyinyi wenyewe. Tunatambua kama alivyosema naibu katibu mkuu, kuna changamoto kadhaa ambazo amezitaja, sina haja ya kuzirejea. Tutahakikisha tunasimamia kuondoa changamoto zinazokukabilini katika biashara yenu. Kwa hivyo ndugu zangu, tuko hapa leo kwa madhumuni ya kuzungumza nanyi, kuwaeleza kwamba serikali hii ya awamu ya 8 katika kipindi cha pili cha utawala tutafanya mengi zaidi kuliko tuliyoyafanya awamu hii inayokamilika. Nyinyi ni mashahidi, sisi tukiahidi tunatekeleza. Tuliahidi mambo mengi, tumeyatekeleza, tena mambo makubwa. Tuliahidi huduma za afya, tumejenga mahospitali kila upande. Tumeahidi huduma za elimu, tumejenga skuli za ghorofa kila upande katika nchi yetu Unguja na Pemba. Tuliahidi mabarabara, kama mnavyoona lami imetanda kila pahali. Tuliahidi masoko, nimeyataja hapa, kila upande kuna masoko ya kisasa. Alimradi kila ahadi tulioiweka tumetimiza. Hamna sababu kwa nini msituamini awamu ijayo tunaposema tutafanya makubwa kuliko haya. Ndugu zangu, kipekee nizungumze kwamba tutapata nafasi katika mikutano ya hadhara kuzungumza mafanikio tuliyoyapata na mengine yanayokuja mbele ya safari. Lakini kwa leo ningependa nimalizie kwa kusema kwamba kundi hili au makundi haya ya vyama vya ushirika wa ujasiriamali tutavisaidia kwa nguvu mpya kabisa awamu inayofuata. Kipindi hichi tunatumalizia miaka 5, tulichukua mkopo benki ya CRDB ya shilingi bilioni 39 na serikali kuu ikatoa bilioni 60 kwa kazi moja tu ya uwezeshaji. Jumla ni bilioni 96. Tukaamua zile za CRDB serikali ilipe riba, kwa hiyo tukawapa wajasiriamali bila ya riba. Hiyo ni hatua kubwa. Huku tunakokwenda tutatafuta fedha nyingi zaidi ya hizo bila ya riba, tuwawezeshe wajasiriamali wa aina zote.
Ndugu zangu, naomba nikamilishe maelezo yangu haya kwa mara nyingine kutoa shukrani kwa waandaaji na kushukuruni sana kwa kujitokeza kwa wingi kuja kutusikiliza. Sina shaka mtakichagua Chama cha Mapinduzi. Niwashukuru waandaaji wote kwa kutuandalia vyema. Niwashukuru wasanii kwa kutukuiza. Nishukuru msoma dua kwa kutuombea Mungu. Niwashukuru vijana wa hamasa kwa kuwa pamoja nasi mara zote. Asanteni sana vijana wa hamasa. Kwa kweli CCM inao vijana wa hamasa. Hawa ni vijana ambao jua ni lao, mvua yao. Mara zote wako na Chama cha Mapinduzi. Tunakushukuruni sana, asanteni sana. Nimalizie kwa kuomba kura. Ndugu zangu, tarehe 29 tunakwenda kufanya uamuzi wa hatima ya nchi yetu. Sisi tunakwambieni, mkitaka hatima njema ya nchi hii, mkitaka chama ambacho kinahubiri amani, ni Chama cha Mapinduzi. Mkitaka chama ambacho kinaleta maendeleo, ni Chama cha Mapinduzi. Mkitaka maendeleo ya kasi huko tunakokwenda, ni Chama cha Mapinduzi. Hakuna chama chingine. Ndugu zetu hawa wameanza kampeni zao. Kama mmewasikiliza, mtasikia kwamba hawana sera hata moja wanaoizungumza. Mimi nimewasikiliza, sikusikia wanataja chochote kuhusu elimu, kuhusu afya, kuhusu barabara, kuhusu bandari, kuhusu viwanja vya ndege. Hakuna jambo lolote la kimaendeleo. Wanazungumza watu tu. Na nia yao hayo wanaoyasema wayarejee sana, ionekane kama ni ukweli. Na waambia tena, hata mkisema mara 1000 uongo unabaki kuwa uongo. Hawana jipya hata moja. Ndugu zangu, msidanganyike. Chama pekee kitachoendeleza amani tuliyokuwa nayo na maendeleo tuliyoyapata ni Chama cha Mapinduzi. Sasa naomba nikuombeni kura kwa heshima na taadhima. Tarehe 29 naomba kura zenu nyote za ndio. Lakini kama mnavyotambua, chama chetu kina Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan. Kafanya kazi nzuri katika kipindi chake cha kwanza. Namuombea kura zenu zote za ndio. Ili tufanye kazi vizuri. Rais wa CCM anahitaji wawakilishi wa CCM imara. Ndugu zangu, tunao wawakilishi wetu, na waombea kura zenu za ndio. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunahitaji wabunge wa Chama cha Mapinduzi, na waombea wabunge wote wa CCM kura za ndio. Ndugu zangu, maendeleo yanahitaji sana umadhubuti wa serikali za mitaa. Kule kwenye serikali za mitaa tuna madiwani wetu wa Chama cha Mapinduzi, wote kwa umoja wao na waombea kura za ndio. Mtawapa? Sasa ndugu zangu, nasema hivi, mara nyingi tumekuwa mahodari sana katika hamasa kama hivi, lakini uchaguzi ni siku ya kupiga kura. Tarehe 29 Oktoba asiwepo hata mmoja wetu ambaye hatakwenda kupiga kura yake. Safari hii tunataka tuwashinde, wasiwe na sababu ya kusema lolote lile. CCM tuko wengi, CCM tumehamasika, CCM tumejiandikisha,
CCM tumefanya vizuri katika awamu inayokwisha, hatuna sababu kwa nini tusishinde zaidi. Ndugu zangu, tarehe 29 tujitokeze kwa wingi. Hakikisha familia yako unaitoa kwenda kupiga kura. Hakikisha jirani zako unawahamasisha kupiga kura. Ukimaliza kupiga kura yako, ondoka katika sehemu ya kituo, nenda nyumbani kwako ukasubiri matokeo. Matokeo yataonyesha mapema jamaa hawa tunawashinda safari hii kwa kishindo kikubwa.